So nimeenda Hanoi. Tumefika, currently tukiongea niko Ho Chi Minh City. Yeah, this is a city where our sister was arrested. Those who get me is in this same city at an airport called, it's just some few meters from where I am, called Tan Son. Tasonate airport hapa ndio alishikwa. Our sister alishikwa tarehe 14 mwezi wa 7. Yeah, alishikwa tarehe mwezi wa 7 mwaka uliopita. No, 2023. 2023, yes. Yeah. Alishikiwa hapa Tan Son airport. Alishuka na ndege ya Ethiopian Airline. And she was going to Laos. According to report yenye aliandikisha, alikuwa anaenda Laos. Laos is a neighboring country just here in Vietnam. So alikuwa anaenda hapo, akashikwa. So what happened in the airport, I'll not disclose that since I'm not an investigative journalist. I'll see to disclose more of that information. What happened ya akashikwa, but alisachiwa. After kusachiwa, akapatikana na hiyo 2 kilos ya unga. Na akakuwa detained because she was a foreigner. Kukuwa detained, it took 5 months actually, not 3 to 7, it took 5 months to confirm our details, our passport details, until our case was heard. So until our case was heard, kesi yake imesikizwa, kesi yake haijawahi sikizwa, ilikuwa inasikizwa for the first time. Okay? Ilikuwa inasikizwa for the first time. Hii kesi yake ilisikizwa Thursday tarehe 6 mwezi wa 3 2025 3 PM time ya huku. So kesi yake kusikizwa ilisikizwa na a court, People's Court here in Ho Chi Minh City, and as per the court drug trafficking rules, here it was a death penalty. But she was never represented. She was not represented and nobody appealed for her. So until now, as we talk right now, Nduta ako Chinhoa prison. As we talk now, Nduta ako hapa Chinhoa prison. Chinhoa iko Ho Chi Minh City for those who know Vietnam very well. Nduta ako Chinhoa prison. Waiting for anyone to appeal for our case. We have 2 months tangu ashikwe. We have to appeal for yeah. We have 2 months before ashikwe. Kwa hivyo hakuwa hata kwa list, because mi hiyo nililala nikijua umeambiwa hayuko kwa list ya wenye wananyongwa leo. Execution according to information execution. Ilikuwa wenye walikuwa nafaa kuexecutiwa, they were 2 Cambodian guys. I will not disclose that. They were 2 Cambodian guys. Ni watu wa Cambodia. Kuna kitu inaitwa presidential commutation yenye ina happen before. Acha niwaelezee kwanza venye hapa ita happen. Ukisha kuwa sentenced to a death penalty, unafaa kuappeal. Tunafaa kuapilia Nduta before miezi 2 ziishe. Tukimwapilia, in case, of course huku pia kuna High Court na kuna huku inaitwa People's Court, People's High Court, People's Supreme Court iko. Tunafaa kumwapilia before 2 months ziishe. That's before 6th of May. Yeah, that's how we were supposed to appeal, 6th of May. Tunafaa kumwapilia hii kesi before hiyo ishe. In case hii kesi imshinde, in case hii kesi tushindwe kuappeal, kuna another chance. There is also a chance yenye
president anapeana kitu inaitwa commutation according to venye nimeelezewa hapa. President anapeana commutation, kama atamsamea anaweza peana msamaha ama akose. Akireject anaenda sasa kuku executed. Kwa hivyo yeah, so as we talk now, Nduta is alive. Sijapata sina papers, I'm not a lawyer to access the prison. But I'm trying to find a way if how someone can access through a lawyer or something like that. But as we speak right now, I can confirm Nduta is in Chinhoa prison. Sorry, I have a suggestion. Yeah, in Ho Chi Minh City, yes. I have a suggestion, and Sue, please, I would like you to intervene here. yes, This is my suggestion. According to the comment section, we have so many people in that particular country. Okay. Yes. Kwa mfano, good or bad, kina Kelly na wengineo. Yes. No, let me tell you something first. Let me finish first. Ngoja nikukate. I know why I'm saying this. Kuna mwenye amenipigia saa asubuhi. Nimekupea time. Let me first finish my suggestion. Unajua nini K811 kabla umkate, wacha amalize mpaka aweke full stop. Sasa to inject. I also have a few things that we are going to bring forth after he's done. So for now, please let him have the mic to the latter word. I'm saying this because kuna mwenye amenipigia asubuhi, and what he told me ni the information yenye siku nataka ku disclose about myself, because I know this case iko hapa Vietnam. This case involves someone here. Let me just tell you. Somebody was to connect Nduta to Leos. According to report ya Nduta, yenye nimepewa some notes. Nduta ilikuwa peane. Sasa sijui kama alijua ako biashara ama hakujua hapo. Sasa ni yeye tusikie kutoka kwake. Hiyo ni first hand information. Hatukujua kama alijua ako biashara ama alifanya kama hana consent. Juu alikuwa anafaa kudeliver hiyo luggage Leos, alafu airudishe kwa mwenye alimpea. So that is it. Yeah, okay, so that is it. That's what I've noted. Haya. Yeah, that's according to report yenye aliandikisha hiyo siku alishikwa. A photo of the place where you are, a place indicating that uko karibu na polisi, ama could you take a photo ya kuonyesha na uko na hiyo mnaita hiyo town ipo mnaiita. Do you have anything to confirm that you are there? Not your photo. My dear brother, hata kama I have here to protect you. Unatudanganya utudanganyi, na musiulize ako wapi wenye akina Kelly. You can, because Miss Rihanna Rory ati anaenda kibeba watu akiwapeleka huko kotini, you can still do your own homework muende huko. What we want to know, we just want to confirm that our brother alikuwa huko ama ako huko. Do you have anything to show us that you are there? Yeah, hiyo nitakutumia picha. Yes, we kindly do. Haya, kuna mwenye amenipigia asubuhi na namba 2 ya huko kwetu. Hata open camera watu wa comment section, please. We still mjue Misli anajitolea, si ati ameajiriwa, hii ndio kazi anafanyanga. As I talk right now, niko na very many messages. Let me just tell you. Nikakwambia hii kesi pia hapa kwetu kuna there is something fishy about it. Kuna watu wana sabotage. Yeah, so mwenye wananicall ananiambia ati uko hapi sahi. I tried to confuse the guy, but nikaona ako Vietnam, ako huku. So ananiambia, can I see you? I just hanged that phone. So yeah. Yes, Kerry. Kimdogo tu Misli. Wacha sasa tulia baba kidogo, just a minute. Let's listen to K811 just for a moment. Yes, my brother. Okay. Of course, people, kuna wenye wanamtrust na kuna wenye wanamtrust, and it's okay not to do that. But I believe that majority ya watu wenye wako hapa, they are for the good of her. Na by the way, pia wewe Kerry, it's not as if tulipewa tu grace ya kukutrust. Kukulocate. Right? Kukulocate na kukutrust. So this is what I would suggest. Kuna watu wenye labda kama Willy One, I think Willy One wako Vietnam. Nimeona wengine wakisema wako Vietnam. This is what I suggest. This is my suggestion. So unaweza jaribu kuvet watu wenye wewe unaona juu your conscience will tell you. Okay? Connect watu watatu. And then
all fight towards that. Kwa sababu, let me tell you, receiving information from